Naam, sehemu iliyopita tulishia hapa. Vincent anajielezea pale kujibu maswali ya baba yake na Ria. Ikafika muda akaulizwa jina la baba yake. Vincent yeye hana wasiwasi, akataja tu pale kwamba baba yangu alikuwa anaitwa Chief Ferdinand. Kutaja tu jina lile, mzee akashtuka. Chief Ferdinand, unamaanisha wewe ni mtoto wa Ferdinand? Vincent anashangaa, imekuwaje tena? Anauliza, kwani unamjua baba yangu? Mama pale akakazia, mama wangu Ferdinand huyu ambaye ulimfanyia kazi kwake miaka yote? Baba anakazia, Ferdinand Wabogo. Namjua sana. Ndio maana nilikwambia sura yako sio ngeni kwangu. Vincent akasema, samahani lakini unamjua vipi baba yangu? Mzee anasema, hakuna shida ya kuniomba msamaha. Baba wako alikuwa mtu mwema sana kwangu. Nimefanya kazi kwake kwa muda mrefu hapo zamani na yeye ndiye aliyechangia maisha yangu kuwa hapa nilipo. Vincent bado haelewi. Anauliza, kivipi lakini nielekeze? Basi mzee pale akakumbushia enzi zake alikuwa ni mlinzi wa babake na Vincent. Na huo hapo ndio ulikuwa mjengo wao. Na hapa bado hatuelewi ilikuwaje Vincent akawa mtaani kule. Siku nyingine hapa babake na Vincent alimuita mzee hapa. Sasa umefika muda wa kuacha uende. Basi mzee akaomba msamaha sana. Kwani nimekukosea nini mpaka unasema mimi niondoke kwako? Sina maisha zaidi ya haya na kutegemea wewe hapa. Leo ukisema niondoke, hata binti yangu mdogo yule itakuwa ni changamoto. Babake Vincent akasema, ukweli ni kwamba mambo sio mazuri upande wangu. Hivyo nitakuacha uondoke, lakini nitaangalia namna gani bora ambao utaondoka kwa sababu najua una familia. Baba Vincent akasema, nataka nikukabidhi kwa rafiki yangu mmoja ili ufanye naye biashara ambazo ni biashara kubwa, na hiyo itakufanya uwe mkubwa ambao mimi nimefanya naye kwa muda mrefu. Mzee anauliza, ni kweli unayosema? Baba Vincent anasema, ndiyo. Umenisaidia mengi sana, sasa ni zamu yangu kukufanyia mambo makubwa kabla mimi sijaendelea na mambo mengine. Baba yako mlinzi hapa haamini kama anapewa kazi ya juu zaidi. Anaona kama anafukuzwa kazi hapa. Ila kwa sababu ya imani yake kwa mzee hapa, akasema mimi nakuamini wewe na haya maneno lazima yatimie. Basi ndio hao wapo. Babake Vincent na babake Ria wakaenda kwenye familia hii ya kitajiri, ambapo baba Ria akatambulishwa kama mfanyabiashara mpya ambaye wanatakiwa kushirikiana naye na hii familia ya kitajiri, ambapo hii familia ndio ya yule mshikaji mpenzi wake na Ria ambaye anaitwa Dennis, ambaye Ria hamtaki, anamtaka Vincent kwa sasa. Mzee ndiye huyo anamwambia Vincent kwamba kuanzia hapo maisha yangu yakabadilika. Baba yako ni mtu mwema sana. Vincent akasema, ndiyo, alikuwa ni mtu sana. Mama naye anakazia pale. Sasa mzee ilibidi aulize, kwani anaendeleaje sasa? Maana ni muda na sijamuona, tulipotezana. Ndio hapo sasa mzee anasema, nilikuja mpaka kwenye nyumba ambayo mlikuwa mkiishi, lakini mlinzi alikataa niingie. Anauliza, sasa nini kilitokea baada ya hapo? Kabla hajaelezea, mara ugeni unaingia pale. Hii ndio ile familia ambayo sasa iliwabadilishia maisha. Huyu mshikaji Dennis ndio anataka kumuoa Ria, na Ria hamtaki sasa. Hapo ndo anaenda kuharibu mambo ndani ya Ise. Itakuwaje huko? Itakuwa noma sasa. Dennis anafika pale, anamuita Ria bebe. Ria naye anasema usiniite hilo jina. Vincent naye ameanza kuwa na wivu na huyu bibi Ria. Jamaa akasema, naitwa Vincent, nice to meet you. Dennis anasema, twende tukaongee, na wewe nyamaza. Ria naye hataki tena kusikia chochote kutoka kwa Dennis. Vincent kabidi aingilie pale kwamba usimlazimishe binti hapa, kama hataki kitu basi unatakiwa umsikilize. Saa ngapi Dennis asianzishe ugomvi pale. Pale Vincent akaona isiwe shida, ngoja tu atoke nje kwanza, maana pale makelele anaweza akampiga mtu pale. Kaja nje hapa mzee sasa naye ilibidi amfuate huyu amtulize, maana Vincent hajaelezea ilikuwaje na babake yuko wapi kwa sasa. Vincent anasema, kiukweli mambo yangu si mazuri kabisa. Yaani hapa nilipo napambana kwa ajili ya chakula tu cha siku. Nilipoteza kila kitu baada ya babangu kufa, kuanzia nyumba na hata fedha sikubahatika kuambulia. Anasimulia hapa alipigiwa simu na babake kwamba arudi nyumbani haraka. Anasema, sina muda mrefu wa kuwepo hai, nataka kukuona wewe. Ile ilimchanganya sana Vincent. Basi Vincent anasema safari ile ilikuwa ni ya mwisho ya yeye kuonana na mzee. Alimpigia tu rafiki yake mmoja ili amshike mkono mtoto wake, lakini hata huyo rafiki yake alimkataa. Baada ya siku kadhaa tu watu wa benki walikuja pale na kudai kuwa nyumba ile na baadhi ya shares zinatakiwa kuchukuliwa kwa ajili ya kulipa sehemu ya mkopo wa baba yake. Pale ndipo dira nzima ya maisha ya Vincent ikapotea. Ilibidi sasa auze vitu vyake vyote vile vidogo mpaka simu, aende huko Lagos kwa ndugu zake. Lakini kwa bahati mbaya hata ile hela nayo haikutosha, ndipo safari yake ikabakia tu kuishia mtaani, na akaona aanze kujishughulisha na kazi ndogo ndogo ili apate kula kwanza. Na jalalani pale ndipo binti yake Ria akamkuta kama bahati tu, akamchukua ili
waanze maisha mengine. Aise, Ria naye alikuwa pale tayari anasikiliza ule mkasa, na mzee hapa anaumia sana. Hakuamini kama mtoto wa mtu aliyempa njia ya maisha ndio huyo anateseka. Sasa jamaa yako huku Dennis anamnyanyasa sana Ria, kwa sababu hii familia walijiona kama ni haki yao kumchukua huyu bibi Ria. Hawa wameingia hapo, wapo moto kweli. Baba haelewi na Vincent naye haelewi. Akasema tu mwachie huyo mara moja. Wakati anatafakari pale, Dennis akara mkono mzito. Pale mama haelewi. Alipiga kelele pale. Mtoto wake kachapwa kwanza ili akae sawa. Ria pale naye akakataa kwamba hataki tena familia ile imfuate popote pale. Kuanzia siku ile wasimtambue tena kama ataolewa nao. Basi mzee akawafukuza mama na mtoto wake, hapa hataki utani tena. Ria pale akamtuliza baba yake, ana hasira sana. Yaani ameumia mno kuona mtoto wa bosi wake wa zamani anateseka vile. Lakini pia anajutia udhalilishaji ambao binti yake anapitia pale mbele yao, kwani yeye ndo kasababisha. Aliruhusu ile familia iwatawale, kwani waliwapa msaada wa kuwatambulisha katika biashara mpya ambazo ziliwapa mafanikio. Akamwambia Vincent, sogea hapa mbele. Akasema, kwa sababu ya baba yako naomba nikusaidie kwa namna utakayotaka. Sijawahi kumshukuru baba yako, basi naomba nifanye hivyo kwako. Vincent anasema, usijali, mimi nitapambana tu, nitakuwa sawa. Usijali mzee wangu. Basi mzee akasema, mimi nitafanya jambo kwa ajili yako. Sogea hapa mwanangu. Na mambo mazuri haya. Hawa hapa sasa jamaa zako. Penzi zito kilo 150 huku. Kila mtu haamini, maisha yao ni kama sinema. Yaani hawakutarajia hata kama watakuwa wapenzi na mambo yatatokea kwamba familia zao zinafahamiana. Hapa siku nyingine Vincent alirudi kumpa habari njema kwamba amepata tayari kazi na pa kuanzia kwenye maisha yake, sasa anaiona nuru. Basi mzee alifurahi sana kusikia zile habari njema. Basi ndio hivyo, mwisho hapa Vincent alienda kuishi na mpenzi wake Ria, na maisha yao yakawa bora zaidi kuliko namna ambavyo yalionekana yatakuwa mwanzo. Na huo ndio mwisho wa filamu yetu hii.